aberu no monto nabo igo uko Chakabia Korende bono nekene nga Kristo oboki gukurwasa abakure buna ogotongorwa kwa bakure inaki buna makweli amerirwe no monto naboigo no kubokwa kwa bakure kwa rentatwe no monto ekiagera buna ase Adamu bonsi bagakwa naboigo ase Kristo bonsi babeire moyo. Tusabe. Baba, katika jina la Yesu tuacha kwako wakati huu asubuhi. Asante, tunakushukuru, tunakuinua kwa sababu unastahili kuinuliwa. Tuacha mara hapa kwa ajili ya ndugu ambaye amelala, na hii mkutano tunayokabidhi katika mikononi mwako. Tuhitaji uwepo wako tuonekanie, tuhitaji uwepo wako tusaidie, tuhitaji nguvu zako situonekanie. Naombea hata familia Bwana, siku ya leo najua ya kwamba ndugu amefika mwisho, ameacha watu wake na familia nzima. Tunakabidhi katika mikononi mwako, uendelee. Tukimaliza mara hapa, ukirudi nyumbani urudi na ile familia. Naomba na kuamini ni katika jina la Yesu aliye mkombozi na mwombezi wetu. Amen. Yamono twaikire maade gatambugero kendi gyo konyora ringana lyo monene gwango tore mo Reverend Alex Tong tafadhali nchuo mkabidi mtumishi kwa Mwenyezi Mungu. Mtakatifu uimidiwe Bwana. Umefika muda na wakati wa kunena nasi. Mtumishi wako amesimama kama chombo mbele ya umati huu. Kubali Bwana, kwa vile amejiandaa kama mwanadamu. Umwandae baba wetu awe mfereji safi, alete chemchemi ya uzima, ili baba wetu baada ya neno hili tusikie hakika kiu ambacho tulikuwa nacho Bwana kimepoa. Tusikie hakika Bwana tumepona. Tusikie hakika Bwana tumeparikiwa. Tusikie hakika Bwana tumeinuliwa, na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana mwombezi wetu. Amen. Wapendwa ambao tumefanikiwa kuwa mahali hapa, wote kwa ujumla ninawasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yule ambaye atanena pamoja nanyi mchana wa leo ni mchungaji kasisi James Monyenye Mogire wa kanisa letu la Mungu Kisii Town. Ningependa kuchukua nafasi hii pamoja na kanisa yetu kwa ujumla kuweza kuleta rambirambi zetu kwa familia, hasa kwa mke pamoja na watoto, na pia wapendwa mandugu na madada wa mheshimiwa. Pia ningependa kutoa rambirambi zetu pia na kuwapa pole waheshimiwa na wote ambao wamefanya kazi pamoja na mheshimiwa ambaye amelala. Ninayo mambo machache ambayo nataka nikayaseme, Mungu akikubali mahali hapa, ili sisi wote tukaweze kuona ni nini Mungu ametupa kama mwanadamu, na ni yapi ambayo Bwana ameweka mbele yetu ili kwamba tukafanye, na ni yapi ambayo hatuwezi tukafanya. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Nataka niupilie watu ambao wako hai. Najua kunayo ile hali ya kuondokewa na mpendwa, lakini nataka niseme kwamba baada ya kila jambo, hata baada ya kifo, furaha ipo ya Yesu
kwa maana yeye ndiye anayekuwepo wakati unaofaa na wakati usiofaa. He is still in our midst and is with us, is sharing with us, and he has something that he wants to speak to us, those of us who have ears and those of us who are living. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ningependa nikasome kutoka kitabu cha Yona. Those of us ambao wako na Biblia, nasoma kitabu cha Yona, mlango ni wa 4, mstari wake ni wa 6. Nitaenda mpaka 10 na baadaye nitasoma vipengele vichache kwa sehemu zingine ili nikazungumze na nikamilishe. Kitabu cha Yona mlango ni wa 4 mstari wa 6. Kuna historia hapo nayo soma mpaka nifike kifungo cha 10. Biblia inasema, na Bwana Mungu aliweka tayari mtango, akaufanya ukue juu ya Yona, ili uwe kivuli juu ya kichwa chake, na kumponya katika hali yake mbaya. Basi Yona akafurahi sana kwa sababu ya ule mtango. Lakini siku ya pili kulipopambazuka, Mungu akaweka tayari buu, nalo likautavuna ule mtango ukakatika. Basi ikawa jua ilipompanda juu, Mungu akaweka tayari upepo wa mashariki wenye hali nyingi. Jua likampiga Yona kichwani hata akasimia, naye akajitakia kufa, na akasema, ni afadhali nife mimi kuliko kuishi. 9. Mungu akamwambia Yona, je, unatenda vema kukasirika kwa ajili ya mtango? Naye akasema, ndio, natenda vema kukasirika hata kufa. Bwana akamwambia, wewe umehurumia mtango ambao haukuufanyia kazi wala kuotesha, uliomea katika usiku mmoja na kuangamia katika Baba yetu na Mungu mtakatifu, yeye ambaye ulikuwepo jana, leo na hata milele, umati huu umekusanyika mahali hapa tukiwa tumekosa tumaini na tumehuzunika kwa sababu ya kuondokewa na mwenzetu, ambaye Bwana ulisema katika Biblia kwamba nyakati zote ziko pamoja na majira yake. Kuna nyakati ya mvua na kuna wakati wa kiangazi. Kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Kuna wakati wa kicheko, kuna wakati wa kulia na machozi kama wakati huu. Na hivyo kamwambia mwanadamu, kwa sababu ya kuharibu lile shamba ambalo ulimpa, kuna wakati wa kusaliwa na kuna wakati wa kufa. Lakini kwa mambo yote ukasema, ukainuliwe na ukapewe sifa, tukashukuru, kwa sababu wewe ndio unayemiliki nyakati zote. Ninaponena neno hili machoni pa watoto wako, ninaomba ukanipe kibali itakayoniwezesha Mungu wetu kuleta neno la faraja katika familia husika. Waombolezaji wote walioko hapa wakaone kwamba hakika kuna mahali ambapo mwanadamu hatuwezi kufanya zaidi. Basi tumekuachia ukatende sawia na mapenzi yako tunaposema neno hili. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, na sote tuseme amen. Wapendwa, ningependa kusema I want to speak about limitations of man. Yaani yale ambayo mwanadamu hawezi akafanya zaidi. Tumesoma katika kitabu cha Yona, ambayo tumepegwa historia na wengi ambao wameenda kanisani. Hata wale wengine wasioenda kanisani wasomi wanaelewa wakati mmoja kulikuwepo na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Yona, aliyeambiwa akatembee katoke nchi yake na kaende nchi nyingine kwa ajili ya kuleta faraja na kuzungumza mambo makubwa Mungu alikuwa amempa kwa ajili ya watu wale. Lakini hapo sitaki kwenda, nataka nianzie mahali ambapo nimesoma. Yona alipoasi hakwenda katika mahali ambapo alitiwa.
Biblia inasema alikimbilia nchi nyingine, akajua kwamba katika nchi ambayo ataenda atapata usalama, mahali nchi ambayo atakuwa atastarehe, ile sehemu ambayo atakuwa atajificha Mungu. Na Biblia inasema alipofika katika ile nchi, unaposoma kutoka juu, Biblia inasema alienda akaketi mahali, sababu hiyo sehemu kulikuwepo na jua ambalo lilikuwa ni jua kali. Akakaa mahali na akajitengenezea hema yeye mwenyewe. Na Mungu alipotazama na akaona amejitengenezea hema, akasema, mwanadamu ambaye nimeumba nikatengeneza kwa kazi ya mikono yangu, yeye ametengeneza hema ambayo tena atatoa wakati anapopenda na wakati ambapo hataki. Then Mungu akasema, nataka kufanya jambo litakalodhihirisha kwamba yale ambayo ninayoyasema ni mimi nilio na mamlaka ya kuweka na hata kutoa. Basi Yona alipokuwa katika hiyo sehemu na amejitengenezea hema, ameketi chini ya kivuli na amestarehe, yeye amekaa akiwaza nchi ambayo ametoroka na ametoka. Ikawa kwamba Mungu amemuona ndani ya mafikira, na akasema, badala ya hema ile ambayo amejitengenezea, ninataka nikalete mtango ukaweza kumea usiku mmoja. Na Bwana akaleta mtango ama mti ukaweza ukamea kwa usiku mmoja. Ilipofika asubuhi, Yona akapata kwamba kuna mtango ambayo ni mzuri sana, uko na kivuli cha ajabu. Na akasema, kuliko hema ambayo nimejitengenezea, Mungu ameweza kunipa nafasi na ameleta mti, ameuweka kando kando nami. Hapo ndio mahali ambapo nitapata kivuli, na hicho kivuli ndio mahali nitastarehe. Akatoka kwa hema akaingia katika kile kivuli, akaketi mara pale, na akasema, hakika yale ninayoyaona ndani ya moyo ni kwamba aliona kwamba starehe zake zilikuwa zimefika sawa sawa. Akapata kivuli sawa sawa, akaona mafikira aliyokuwa nayo kwa sababu ya jua kali imeisha, na akasema, sasa mahali nipo nimestarehe na niko sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Biblia inasema kwa sababu Mungu alitaka kumfundisha jambo, mtango ukamea hiyo usiku mmoja, na akaweza kukaa kwa kivuli kwa siku mmoja. Ilipofika usiku huo, Mungu akaleta Aniliseti, akamwambia akate ule mti na kivuli ikaondokea mtu ambaye anaitwa Yona. Biblia inasema hiyo buu ikakata mti na kivuli kikaondoka, na baada ya kivuli kuondoka ikapaki jinsi ambavyo tunaona jua liko pale nje. Na hivyo Yona akakasirika ndani ya moyo wake, na akasema, kwa nini Mungu ananifanyia hivi? Nilikuwa nimestarehe, nilikuwa nimekaa sawa sawa, nilikuwa nimejua kwamba mambo yangu sasa yako sawa. Sasa tena mmekata mti ambayo ulikuwa unanipa kivuli. Afadhali mimi nife nisione yale ambayo yanatokea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie kwamba we have our own limitations. Sisi kama mwanadamu kuna upungufu wetu. Biblia inasema aliposema nataka kufa, Mungu akatokezea na akamuuliza swali ambalo ndio nataka niseme mchana wa leo, kwamba mwanadamu tuko na upungufu. Kuna yale utafanya na kuna yale ambayo hautaweza kufanya. Akamuuliza, ni vema kweli wewe mwanadamu kukasirikia mti ambayo mimi nilitengeneza, ukasirikia mti ambayo ulimea asubuhi na ukakatwa jioni, ambao haukukuwa na mamlaka ya kuleta huo mti? Unayo kweli, ni vema wewe kukasirika? Yona akasema, ni kweli. You know, he was a very arrogant man. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yona was a very arrogant man. So akasema, ni vema kukasirika kwa sababu umenipa kivuli, nimeweza kustarehe na nimekaa sawa sawa, na wewe tena umetoa. Why should this one happen to me? And better I die. Mungu akamwambia, hauna haki. Ambia mwenzako hauna haki. Hauna haki. Then akamuonyesha, akamwambia kwamba mimi niliye na mamlaka ndio nilitengeneza na nikafanya mtu huu mtango ukakuwa asubuhi na jioni nimeondoa. Ni nini ambaye anataka kunena kwako mchana wa leo? Nataka kusema kwamba Mungu yeye ndiye ametupa maisha.
He has given us life. Na maisha wakati ambapo alitupa, none of us are pride ili akaweza kusaliwa. But we find ourselves living. Na yule anayemiliki maisha yetu ni mmoja aitwaye Mungu. Inapofika nafasi yake ataondoa maisha kwa sababu ni yake. Mahali hapa tulipo, ninajua katika jamii, ninaelewa wale marafiki, wafanya kazi pamoja na ndugu ambaye ametutangulia. Kama tungepewa nafasi ya kushika maisha ya mpendwa, tungesema no, siku zake hazijafika, give him back to us, we can stay with him. But I want to tell you, we are limited. Hallelujah. Praise the Lord. Sisi tumepungukiwa. Hivyo katika familia ambaye mmempoteza mpendwa, jamii, mchane, nataka kusema kwamba ndio ulikuwa unahitaji kukaa pamoja naye. Ulikuwa unahitaji kuishi pamoja naye. Watoto walikuwa wanataka wakamuone. Hata county assembly yetu ilikuwa inahitaji ikaweze kumuona na wafanye kazi. Sasa mahali ambapo tulipo, nataka nikuulize, Mungu amechukua nafasi yake. Unayo haki ya kuhuzunika na kukasirika. Hallelujah. Praise the Lord. Unayo nafasi. Maana siku za mwanadamu zimetengenezwa. Baada ya kuumbwa, anajua utaishi siku 50, miaka 100, miaka 50, miaka 30. Sasa wakati ambapo ndugu ametuondokea katika hali yetu ya kibinadamu, nataka nikuambie kwamba we are limited kwa ajili ya kuweza kushika maisha ya mtu na kuweza kuweka. When God decides kwamba mtu anaenda nyumbani, anapumzika na anaenda kukaa nyumbani. Hallelujah. Praise the Lord. Mungu akanena pamoja na Yona. Na baadaye Yona akatupu na akasema, hakika ninayo yasema ni yangu kama mwanadamu. Na Mungu mwenyewe unayo nafasi yako, jina lako likainuliwe kwa sababu mamlaka ni yako. Taka leo mjana wa leo tukaweze kuambia Mungu mamlaka yote ni yake. Ndugu ambaye amekaa pamoja nasi, yes, hatuchatosheka kukaa pamoja naye. The family haijafika mali ya kusema tulitosheka pamoja naye. Wale ambao walihusiana pamoja naye, they have not said anything. Walikuwa wanataka akae. But I want to tell you, we are limited. It is only the Lord who can make a decision and rescind the decision of man. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nataka niseme wapendwa, katika maisha ya mwanadamu kuna wakati ambao unafika wa kufanya kazi. The life of a person has stages. Na hizo stages, kuna nafasi amepewa ya kusaliwa, kuna nafasi ya kufika na kutafuta mali, kuna nafasi ya kukusanya, kuna nafasi ya kukaa na kustarehe na kula. Lakini sio wote watafikia sehemu hizo zote tatu. I want to tell you, tutafanya kazi, tutakusanya, tutaweka pamoja, na Mungu analo jibu jinsi vitakavyotumika. Hallelujah. Praise the Lord. We shall never and never tuulize Mungu na tumwambie kwamba Mungu umefanya makosa. Let us give every glory and honor to our God, because he is our maker. He makes a decision to have you today, and he can make a decision to get you out today. Bwana Yesu asifiwe. Neno la faraja ambalo lingine nataka kuleta kwenu, ikiwa maisha yetu hivyo ndivyo yalivyo, jinsi ambavyo Yona alivyofanyiwa, ninataka nikanene kutoka kitabu, nisome kitabu cha Revelations, Ufunuo wa Yohana, ambao unajua wengine wenu mnaujua. Ufunuo wa Yohana number 14 verses number 13. Hiyo ndio inayoleta faraja kubwa. Biblia inasema, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yatawafuata. Hallelujah. Praise the Lord. One of the imperative aspects katika maisha ya kufa na kulala kwa mtu ni kwamba heri wafao wakiwa ndani ya Yesu. All of us will go at an appointed time. Lakini wanaopata wamebarikiwa, ni heri kwao wanaolala kuanzia sasa wakiwa ndani ya Yesu. Maana kazi ambayo wameifanya itawafuata, watapumzika.
Brother Ken has worked, I am sure. Amefanya kazi pamoja na wahuduma wengine. He has worked for the family. He has worked for the community. He has worked for the county government. He has worked for our nation, Kenya. But I want 519 so that if